Kama huwa unatumia will ukiongea Kiingereza, nina habari njema kwako na habari mbaya. Habari njema ni kwamba Waafrika au Watanzania wenzio watakuelewa vizuri na huenda wakakupongeza. Jamaa anaongea Kiingereza kizuri huyu. Hiyo ni habari njema. Habari mbaya ni kwamba hautaisikia hiyo will kwa native speakers au watu wanazungumza better English. Native speakers au watu wanazungumza better English wana njia 4 za kuzungumzia wakati ujao. Hii njia ya 4 itakushangaza. Let's get started. Sogea hapa karibu. Well, njia ya kwanza ni pale ambapo wanafupisha matamshi ya will inakuwa ni l, right? So badala ya kusema kwamba I will be there inakuwa I'll be there, au she will come tomorrow inakuwa she'll come tomorrow. So will inakuwa l. Hiyo unaweza kutumia katika mazingira rasmi na ambayo sio rasmi pia. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili unazungumzia wakati ujao kwa kutumia be going to. Kwa kifupi inakuwa gonna. She's gonna be here soon. I'm gonna make it. Sawa. Hiyo ni informal, unaitumia katika mazingira ambayo sio rasmi. Njia ya tatu unatumia finna kuzungumzia wakati ujao. She finna be here soon, I'm finna be rich. Hii hapa ni informal, haupaswi kutumia sehemu rasmi. Njia ya 4 ambayo ndio kiboko kabisa ni kwamba unatumia kuzungumzia wakati ujao. Ndio inakuwa sawasawa na will. Sawa. Kwa hiyo badala ya kusema she will come next week, unasema she'll come next week. Nakumbuka kuna wimbo wa Juicy J amemshirikisha Lil Wayne pamoja na 2 Chainz unaitwa Bands That Make Her Dance. Sasa band ni kibunda, ni pesa, unajua we can go bands for band. Alafu ndio will, alafu make itamfanya hawa mwanamke dance, kucheza. Kwa hiyo kibunda kitamfanya msichana mrembo acheze. Bands that make her dance. Bands that make her dance. Good dance. Bands that make her dance. Bands that make her dance. Bands that make her dance. Bila shaka umeelewa vizuri. Kama hujaelewa niulize hapo chini kwenye comment section, and this is your brother in English, Mtumba.